Nataka leo tusome. This has been a serialized teachings ambazo takuwa nazo. We are in a 14 days of prayers as we destroy all the forces of darkness that hinders you from going to another level. Thank you. Nataka nikufundishe tu mwaka huu nikwambie, the coming year 2023 is a year of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. So anything and the success that you want, it will be based on faith. Faith, obedience, and genuinity. God has come back to mankind. God had gone. Tulikuwa Mungu ametuacha kwa sababu ya tabia zetu mbaya. Lakini as we continue to pray, asking God to come back to our lives, we are going to be expected to do things. God is going to bless you abundantly. Bwana Yesu asifiwe sana. God is going to bless the country Kenya abundantly. And the world will be blessed, but with conditions. God will come, but not without what? Without conditions. And his conditions now are a bit tougher. So the blessings of God will be in huge. Farmers will harvest. The government will do well. Everything will do well. But there is a condition. For that wellness to be there, there will be a condition that God has given me, I tell you. I'll be touching a few of it, but siku ya kuruka mwaka, we will speak more about it and we will expound on it. And then continuously tukiendelea, we are going to do much and much. On the end of January, we shall be in Muranga County, Ihora Stadium. That is where we are going to plead our case in the court of heaven. We are going to have a huge meeting of believers. The believers who people believe that they believe in God. We shall be having a huge meeting in Muranga Ihora Stadium towards the end of the month, January. There we will be taking our case to God. Do you know how to take your case to God? That is what I want to teach from today. How you can take your case. Because when there is a judgment, tunasemanga there is a day of what? Judgment. And even we have diseases as a result of judgment. We have problems and we are facing now because of a result of what? God is annoyed with us. When God is annoyed with you, he makes a judgment. Hallelujah. He says and he releases demons. In the book of Judges 6, verse number 1, the Bible says, and the children of God did that which was evil in the eyes of God. And then God handed them over into the hands of the Midians. Meaning, it was God's decision to do the punishment to the children of Israel because of what they did. Some of us are suffering not because we deserve to suffer. We are suffering because tumepatiano kwa mkono wa Amidiani ambao wanatupiga, wanatudhulumu, wanatunyanyaza. Magonjwa ni Mamidiani, umaskini ni Umidiani, ukosefu wa kazi ni Umidiani, kwenda kwa waganga na warogi na wachawi ni Umidiani. Most of us, we are in the hands of our tormentors because God has allowed that. And when God allows what is happening to you now, it is because there is a judgment. Hallelujah. When there is a judgment for those of us who have gone to court, wangapi wamepelekwa kotini? For those many of us that have been taken to court, there is a process that you go, ya judge, ya magistrate, mpaka unafanyiwa judgment, unafanyiwa hukumu. Hiyo hukumu ndio inasema uachiliwe ama ufungwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kule mbinguni kuna hukumu hutolewa na Mungu mwenyewe. Na hukumu inatolewa kwa sababu ya matendo yetu, kwa sababu ya njia zetu, kwa sababu ya mipango yetu. Because of what we are doing, judgment is released. When a judgment has been released, we don't go making noise. Jaji akitoa hukumu na apige kale kanyudo kake, anasema this is the decision of the court. You keep silent and you are taken to the prison gallows and you are arrested and you are jailed. Kama ni kufungwa na ifungwa, kama ni kunyongwa unaenda kunyongwa. Ni mtu mmoja amekaa kwenye benchi na anasema ukufe na unakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ufungwe miaka 30 na unafungwa. Anasema ufungwe miaka 20 na unafungwa. Anasema unyaganywe nyumba yako na unanyaganywa. Sema kunyaganywa. Hallelujah. Kwa hivyo kile kitu nakufundisha siku ya leo, in heaven there is judgment. And this judgment will come this way. If you misbehave, you do that which is not according to the will of God,
which is not according to the teachings of God, if you disrespect his will, disrespect his commands, disrespect his teaching, then God will be aggrieved. And when he's aggrieved, anaachilia judgment. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo umaskini, mwambie mwenzako, hiyo umaskini unaona uko nayo, kwa sababu imetusumbua mpaka kwa kijiji. Hata sasa wengine wetu tunataka kuhama. Mwambie ni judgment. Hallelujah. All that we are facing now, we are facing problems because we are under a judgment from heaven. The diseases ambazo naona zimekuwa nyingi, cancer, ukimwi, whatever kind of diseases, uchukari, pressure, all this manner, and they call them not diseases. These diseases are not called diseases. Cancer is not a disease. Pressure is not a disease. Blood sugar ama kisukari is not a blood disease. They call it lifestyle. Bwana Yesu asifiwe sana. They call it lifestyle. So what is lifestyle? Lifestyle is what you've decided to live, to do, to be. The language, the life you've decided that this is my language, this is my life, this is my plan, this is my work, this is what I will be. I will be a lesbian, I will be a gay, I will be a devil worshipper, I will be doing this ABCD. That is what we call a lifestyle. And the lifestyle you choose gives you a direction of your life. The lifestyle you choose gives you what you will become. Bwana Yesu asifiwe sana. If you decided to become a prostitute, then you will have the benefits of becoming a prostitute. If you decided to become a witch, there are benefits that is associated with being a witch. Ukiamua kuwa mtu wa kusengenya, kuna mazao ya masengenyo. Ukiamua mtu wa kurukaruka, kuna mazao unahusinishwa na nini? Na chochote ambacho umeamua unataka kuwa, that is what you will get, the fruits. You'll get the fruits of what you've decided. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika nchi yetu there is a judgment ambayo iliachiliwa. Because we decided not to be the children of God, but the children of the devil. Watu wamehama makanisani. In fact, we are persuading people to come back to church. Not because wahubiri walikufa, lakini wahubiri waligeuka wakuwa wakora. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio eti kwa sababu wahubiri walikufa, hawajafa wako, lakini walibadilika wakakuwa wakora. Na pia washirika na wao ndio walibadilisha wahubiri wakakuwa wakora. Kwa sababu washirika nyinyi mumekuja, you don't want to sit to be taught the word of God. You want a miracle na munaenda. So wakati niliona mhubiri anaona watu wanataka tu miracle, akuje apokee muujiza aende. Sasa na sisi tukaona kwa sababu hiyo ndio wanataka, hawataki Mungu, tukaenda Tanzania tukanunua pete. Tukaenda Nigeria tukanunua pete. Tukaenda Ghana tukanunua hilisi na pete. Nikikuja niseme simameni, simameni, mnasimama. Sasa wangapi wanataka kupokea nguvu za kutoka mbinguni? Mnaambiwa sasa nataka jitayarishe, tengeneza nafasi. Sasa nimevalishwa kipete kikubwa hapa. Ninafanya nyote mnaaguka, mnaenda mkisema huko kuna upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kuna nini? Kuna upako, kwa sababu kuaguka ndio kupona kwenu. Kuaguka ndio upako. Kuaguka ndio kuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua hivyo, hautaki Mungu. Kwa hivyo I will not associate my God. I will build a house like this one and call it the house of God or the house of Lord. You will not be able to interpret which Lord am I talking to. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not be able to interpret which kind of a God I'm speaking about. So you come and see the banner. This is a miracle, wonderful, God, Jesus, power, what? Tabernacle. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is that which has caused us, God to get out of us. Because tumemwacha Mungu, tumemwasi Mungu, tukawa watu wa kununua miujiza. Kwa hivyo you converted our pastors or your pastors wakakuwa watu wa kuchukua source ya kuachilia muujiza at the expense of your money. Ndio unakuta mkiombea na pastor mchungaji, unapompigia simu anakuambia hayo ni madhabahu yanakusumbua.
Unamwambia nifanyeje? Babangu, ambia basi sikiliza nikwambie. Hayo madhabahu unayavunja. Nilikusikiliza nikasikia kuna madhabahu ya mababu. Alafu nimesikia hapo ndani kuna madhabahu ya uchawi. Katikati hapo nyuma kidogo nimesikia pia kuna madhabahu ya usherati. Sasa nimepiga hesabu na darubini kutoka mbinguni, Bwana ameniambia hiyo madhabahu itavunjwa kwa shilingi 300,000, kwa maana naona jeneza 10 zinateremuka kwako. Sasa ukisikia kuna jeneza na amekuambia utoe 300,000 ukuvunjie madhabahu, then with the panic because you don't believe in God, you don't wait for God, because the Bible says test every spirit. Even what I'm teaching you now, gonna test it. Don't just follow me blindly. You need to know which Jesus I'm preaching, because there are so many Jesuses. Hallelujah. Wako wengi. Wale wana wa Skeva waliulizwa nani? Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, wewe ni nani? Na walikuwa na hubiri jina ya nani? Ya Yesu. Test every spirit. Don't just jump. I'm telling you from next year, don't just jump to any man. Ati mtu amechomokea kwa YouTube, mtu amechomoka kwa TV, mtu amechomoka hivyo. Sisi yote tunakibia na mapesa zetu. No. Before you give your money, because giving your money at the altar, you are making a covenant. It is a sacrifice, and a sacrifice is a covenant that you are making. You must be able to know what kind of a covenant am I making? What kind of a sacrifice? Yes, I'm giving a sacrifice to who? To what? Because unaweza fikiria unatolewa kwenye minara, kumbe unajiweka kwenye mnara mwingine. Umekuwa ukioperate na demons 7, unajiongezea demon ya 7, ya 8. Bwana Yesu asifiwe. This is a year we are expected to be humble, because God is going to work through us. God is going to use us in a mighty way, that we are going to bring the godliness back to people, the holiness back to people. The kind of a God that we are supposed to worship is going to come back. That we are going to speak healing, and the healing is there without pain. Hallelujah. That we are going to have people in church, back in church, who will sit down to be taught the word of God. The people who are going to respect the anointing of God. The people who are going to respect men and the women of God. And the men and women of God that are going to come are the men and the women of God that are going to preach the word of God and are going to do the will of God and walk according to the will of God, not according to the will of man. All these, let them be preachers, waimbaji, gospel artists, all those that are using artificial ways of reaching God are going to be not exposed, are going to be destroyed completely. Not just being exposed, they are going to die mysterious death because of what they have done to mankind. Those of you who are miracle seekers, who will only come to church because wanauliza ni siku gani ya huduma, mutaagamia, hamutapona. I can assure you, hamutapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Miracle seekers, stay with your disease from today kuendelea. There is no healing until you sit down and listen to the word of God. So the word of God will set you free, not your money. And for those who buy miracles, the money to buy miracles imekuwa cancelled. Bwana Yesu asifiwe sana. Those who buy miracles, the money for the miracle will be diverted to the works of God, not buying miracle. Hallelujah. Kwa hivyo kama umetayarisha ngiri 10 uniletee ya kununua miracle, kaa nayo, kwa sababu utakuwa maskini. Mungu ataiondoa because ameona hutumii akili, amekupatia pesa na hutumii akili. God is looking for the people who are ready to use the brain that he gave for free. The brains were given to us for free. And the spirit of discerning was given to us for free. So it is upon you to be able to discern by using also your brains and the spirit that is in you. Kwa hivyo uweze kujua ni wapi, where am I sowing? Because we are supposed to sow, not to buy the miracle. We are supposed to sacrifice, not buying the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. We are supposed to stand in the gap of God, because we are supposed to use sacrifices to communicate with God.
Tunauliza Mungu kama vile Daudi alimuuliza Mungu alipokuja akapata bibi zake wote na watoto na ng'ombe wamechukuliwa na walikuwa wametoka safari ya kupigana vita za kimungu. Aliporudi nyumbani alikuta kila kitu kimechukuliwa. Walilia sana. Walilia. Lakini what happened? He picked the effort. Akavaa nguo, mavazi magwanda ya maombi, akaingia kwenye nyumba ya ndani. Akauliza Mungu, can I go? Bwana Yesu asifiwe sana. Before you come to this church for that miracle that you want, get into your inner room and ask God, can I go? Hallelujah. Before you surrender, you give your money to this altar. Ask God, can I give? God is looking for total dependency on him. He's not looking for pastor dependency. I'm not a conveying balance, conveying bearing. Belt, Unaona umesafiri kwa ndege. I am not a conveying belt. I am here to tell you what God wants to do. And then you do according to what the word has said, not according to me. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not according to me, but according to the word of God. I am just to give the information, and then you sift the information. You test the spirit that was speaking in me. Then you agree with it if it is from the Lord. And also you must be able to understand which Lord. Hallelujah. You must be able to understand which Lord. Not every Lord is a Lord. Not every God is a God. He will say when we pray, when we preach, we say God of all gods. We are talking about the God that is in heaven. The God that is in heaven. The God that created the earth and they created the heavens. The God that created you, they created animals and everything that was created. Imeundwa kwa sababu Mungu alisema that is where God wants us to go. All of us, we have sinned. And if I stand here to tell you I'm not a sinner, I've that already, that act of cheating you that I'm not a sinner is a sin. Hallelujah. Because I'm lying to you that I'm not a sinner. I am a great sinner that I need to repent before God so that God can bring me back to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Just like you are also a sinner. And everybody is a sinner. There is no one on earth, this world, earth here, ambaye si sinner. Hata kama anatoa unabii na anatoa na nywele. Si unaona wanaanza kuniondoa kwa uhubiri. Anajua ninahubiri na anajua napiga tu. Kwa sababu wao walienda Christmas. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm telling you here is that this is a year that you must look for God. 2023, you must go down on your knees. And if you refuse to go down on your knees, you will be made to go down. You kneel, even nobody will ask you to kneel. Nitakutana na wewe kwa barabara pale, ukiabudu, ukiambia Mungu, hallelujah, you are the God, you are the master, the king of kings. Lakini wakati mwingine ulikuwa busy, nikikupigia simu, unaniambia, pastor niko busy, nakimbia Kampala, nikitoka Kampala nitapitia Dar es Salaam, nikitoka Dar es Salaam nitaenda UK, kutoka UK, alafu baadaye maybe nitakuwa na kitu mwezi wa 4 wa 5 hivyo. Let me tell you, hiyo haraka itaisha na imeisha. Hiyo haraka imefanya nini? Imeisha. It is, you must go on your knee. Every person in this country and in the world, they will be forced to go on their knee. A calamity in form of punishment will come to you. Usifikirie ni nywe. But there is huge blessings. Zimefunguliwa, milango imefunguliwa. But to get there where the blessing is, lazima ukwende kwa nisi. Only the righteous will get the fruits. The fruits are there. Gala zimefunguliwa, kila kitu. The kind of business people that are going to be sustained ni wale wanaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabiashara nyingi zitafungwa za Freemason. Biashara za Illuminati zitafungwa. Ndoa za kishetani za kiusherati zinaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. God is going to give you divine connections because of your knees. So anything, any riches, any authority, any power, anything that is going to happen this coming year, it is because of your knees. Hallelujah.
we will be forced, we will repent genuinely. And on your knees, you'll be presenting your case in the court of heaven. You'll be telling people, God, why did I fornicate? God, I fornicated. God, forgive me. God, I have come. Nimejua si mzuri. Diseases will come that will expose you what you've been doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Maugonjwa, utaona magosi zitakuwa zinakuja maugonjwa. They will be exposing what you have been doing in the dark. Kama ni mchawi, utaona ngozi hii inaanza kutoka, unaanza kuwa msugu na ni makanyakanya, msugu hivi. Wale ambao wamekuwa wakikudhurumu, wao wataenda watakutana na magumu on their road to coming to destroy you. They will be destroyed. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm trying to tell you here ni kwamba there is a reason why God has given us this year, a year of success but conditioned, a year of abundance but conditioned, a year of marvelous but conditioned. Churches are going to be back, but churches selected by God. Pastors are going to be back, but pastors selected by who? Business people are going to rise up, but business people selected by God. God is raising a huge manpower of business people and workers who will be kingdom financiers. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you see there are hotels in Nairobi. For example, let me start with Nairobi. There are huge, big hotels, 5-star hotels that are closing. By the end of this year, and the beginning of January, about 3 or 4 big hotels zitafungwa. Bwana Yesu asifiwe. For a testimony, what I'm telling you, 5-star kama 2 ama 3 zitafungwa. And the righteous will be given. Bwana Yesu asifiwe sana. The righteous will be given. I wish you stopped saying amen because you don't know how. Wacha kusema amen. Hiyo amen ya huyo Kristo wachana nayo. Huo wa Kristo wakora tuweke chini. Semeni tuweke chini. Tuseme amen tukijua tunasema amen. He told Joshua, I have given you Jericho. Hallelujah. I have given you what? Nimekupatia Jericho. Lakini subsequent report from I have given you Jericho. What happened? What did he follow? Saying, aliwaambia, but be strong and be courageous. But he has given you what? It is God giving you Jericho. Ni Mungu amekupatia, nimekupatia mume, nimekupatia mke, nimekupatia kanisa, nimekupatia biashara, nimekupatia me the Lord. Ambaye alikuwa na Musa nimekupatia. But be strong and be courageous. Do not be afraid, nor be dismayed. What does that statement tell you? Has he really given you? Has he really given you? He has not given you anything. He is telling you, prepare for a battle. He's telling you, prepare because you to be strong. Kwani unakuwa strong kwa nini? Why is he telling you be strong and courageous? Why is he telling you do not be afraid nor be dismayed if he has given you? No, he is telling you, son of man, be prepared. I am giving you a territory that you are going to conquer. Because it is through conquering that we make it. God will be seen through us by conquering, by having been given the power and capacity to conquer. Therefore, what God will do to you, he will give it to you, but with a condition and enable you to conquer. So he will never be able to enable a person wherever you go. He will not be able to enable you if you are not a good friend to him. He only enabled Joshua because Joshua lived in the tent worshiping and trusting God, while Moses could go to the mountain to go and speak to God. But Joshua never went to the mountain to speak to God. He waited for information faithfully to wait from God. So we must learn to wait faithfully and experience God faithfully. Bwana Yesu asifiwe sana. So when God is saying he's going to give you abundantly, he's going to give you huge riches, he's going to turn around churches, he's going to turn around pastors and everything, there is a battle.
Whatever that is given to you by God, it is not without a battle. Because God wants to exemplify himself, to glory himself by what you will be able to achieve. You cannot glorify God if you never achieved. And you can only achieve by destroying the altars of the devil, the walls of Jericho, and everything that happens. Because if you only, that is where I'm going now, if you only obey and walk the way God wants you to do. Therefore, these are the things that are going to happen to you. These are there will be blessings, and these blessings will come as a result of what I'm telling you. By the Deuteronomy chapter number 28, now it shall come to pass, verse number 1. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. If you obey diligently the voice of your God, if you obey, not only obeying, but being diligent on that obedience, that is what God is looking at. It is a tough condition for you to succeed. It is a tough condition for you to be healed. Even the healing is conditioned on this. God is going to heal you, but condition is that if you obey, diligently obey the voice of your Lord, your God, to observe carefully. After being diligent, then you become careful. All his commandments, which I command you today. It is about obeying carefully, diligently, the voice of God on the commandment that he has told you. That we must be righteous. We must be clean. We must be smart. This is a year that you are not going to be pembelezwad. Kanisani, nitapoteza washirika nikiongea hivyo. Ndio tafuta kanisa kubembelezwa kwa sababu wale wanabembelezanwa wamepelekwa jela wote. They will not be there. So ukitoroka hapa uende kwa mwingine, utaambia wewe ulitoroka kanisa ingine, rudi huko. No miracle for you. Wewe ukitoroka hapa uende kwa huyo mwingine na huyo mwingine, utafika huko uambie go back. You've come from, because we will be operating in one spirit. So miracle seekers, ole wangu. You must diligently and faithfully follow the commandments as instructed. Today, that the Lord your God will set you high above all nations. When you diligently and obey God, you stop what you are doing. You stop that kind of Illuminati spirit thing you are doing. You stop and stop being a gay. You stop being a lesbian. You stop being a witch. You stop being huyu mtu wa kuduga watu na vitu na kisu na uko mgogo. A backstabber. You stop being a backbiter. You stop being stupid in your head. Then God will come to you. Even stupidity is hated in the Bible. Mungu amesema mtu mjinga asipate miracle. Wagapi wajiga hapa, inua mkono juu. Nyinyi mtaenda biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be ready to follow. You must be ready to walk. And if you surrender in totality to God, he will lift you high above all nations. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the condition, that once you obey, once you live, once you walk, once you do according to him, then he's going to lift you high above. That is why I said business community that is respective of the word of God is going to be lifted. The church of God that is irrespective of the word of God is going to be lifted. Marriages that are respective of the word of God are going to be lifted above all the nations. Not one nation, not two nations, but above all the nations. Your children will be lifted up. Yourself, you'll be lifted up. Whatever you do will be lifted up. Why? Because of the diligence of obeying and walking uprightly and righteously. Bwana Yesu asifiwe sana.
then these are the blessings that are going to be associated with you. I will be talking about the blessing and the counter of it, a curse. The curse will be finding them in verses 15 downward. But I'll be reading verse 1, verse 2, and then verse 15. Then I'll be showing you what will befall. Ntaambia kwa wale shosho, wewe shosho udukathikiririe githuku giki muno, ureke tuhunjiria andu meruraya. We niko kugurira kakiro ka nyama. And all these blessings, once you follow, and once you are lifted high above, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. This is what will come to you. This is what you will get because of just being obedient. Not because of going to church. Not because of being loyal to your pastor. Not because of being faithful to your pastor. No, but being faithful to God. You rather not be faithful to me, but be faithful to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it's only God that's going to make. God has taken over the nations. God has taken over the control of these nations. And it's him, he's sitting now on the throne, calling one by one and telling you, back off what you are doing, get out of here. And I'm blessing you because you've done this. The time for God to rule has come. Kenya is a nation that is blessed by God. It's a nation that is meant to bring the revival of the gospel of Jesus Christ. And the gospel has already started from Kenya, going to other African countries, to Nigeria, to South Africa, to Congo, to all over Africa, then spreading upwards to Asia, spreading upward to Europe and to America. That is why God have decided to run Kenya himself. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile madoide ya kusema mimi ni pastor wa theology, hiyo theology yenu imefika mwisho. If you are the theologian, go and take it to the toilet. Keep it to yourself, because now it is the voice of God. Hallelujah. Mimi sisemi msisome someni, but it's the voice of God. Ile experience huko now, experience will not work, will not count here. It is how you are listening to God. Hallelujah. It is how you are hearing from God. You use that theological, then you apply God in the theory, not apply experience. You apply the experience, you are done. But I don't know whether you are getting me. And this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. You don't need to travel to anywhere from today on. If you are in the city, remain in the city, the blessings will find you. If you are in the village, remain in the villages, you will drive a Range Rover while in the village. Bwana Yesu asifiwe sana. If it is money, will find you where you are, because the blessings will follow and overtake you. So you don't need to seek how usifuate blessing. You don't need to rush to follow the blessing. You need to do the will of God, and God will do. There is seek ye the kingdom of heaven and its righteousness, and all others will be added unto you. So it is not about coming from Ranga because you've had a pastor anafanya hapana. It is you sitting there. Jehoshaphat was told, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. It is God. Deuteronomy verse chapter number 7. And when you get into this nation that I'm going to hand over to you, it is God that will hand over to you the nation, not you going for the nation. And God can never give you a nation if you're a mkora. God can never give you a nation if you're a prostitute. God can never give you a nation if you are a hypocrite, you are a witch, you are a devil worshiper, you are Illuminati, you are a gay, you are a lesbian. In the name of saying the lesbian waliudwa na Mungu hivyo, hiyo ni ushetani. Ukipata na mtu akikwambia ati mimi ni lesbian because I was created that way, ama mimi ni gay because this is godly, chapa na ukate mkono moja uniletee nilipe bill. God never create you halfway. God created you with a reason. A woman was produced from a man with a reason. So you cannot say kuna mahali walienda makanika wakasahau wakaeka gadget zingine ambazo wewe ni mwanaume lakini ndani yako una feeling za mwanaume za mwanamke.
No, that's kwani ubavu yako ilipelekwa Kirogoni ikafanywa ukarabati ama iliwekwa ubavu ya China? No. Lesbian and gays must stop here in this country. And we are going to fight it physically, not spiritually. We are going to deal with them physically. And somebody be told, we are going to deal with it physically, not spiritually. Because this is a spiritual, it's a physical thing. Kwani unaedaka spiritually? Ukipaka mafuta unapakaka spiritually? No, we have to deal with these people that way. Because we cannot allow. They have taken our children in schools. In schools, lesbianism ndio imekuwa imepanda. Gayism is in schools. Our children are coming back. Ulituma mwanaume unarudishiwa mwanamke. Hata mimi nimeshukuru kuona ndani yangu bado ni mwanaume. Nimemwambia kuja shika microphone, akashika microphone, akasema mimi nilikuwa baya. Tumesikia akisema alikuwa mbaya. Kalikuwa kama wamonyota. Bwana Yesu asifiwe sana. So these things are some things that we are going to confront. The way Jesus went into the church and they found people who have turned the church to become a commercial place, and akachukua nyaunyo akanyorosa watu. Lazima tuwanyorose. I'm a commander. I'm the same commander. Hallelujah. Hallelujah. Msinifikirie hivi. Hapana, nitawanyorosa. Na hapo ukikuja ulete uchawi na uganga yako na ujinga yako, no. I will deal with you directly. Head on. Mundu kumundu. Ala? Mtu umefanya kazi hapa, kama sasa tuseme huyu amefanya kazi hapa miaka 2, tumekaa na yeye, alafu aibe kitu ya kanisa, niseme ni spirit limuigia? Hapana. No, nitakupanga. Na Yesu bado atakuwa na mimi. No, kuna vitu vingine hata mnaekeleaga shetani. Tumekaa na huyu mzee hapa da miaka 3. Alafu achukue ile mashini aibe. Unataka kuniambia huyo ni shetani? No. Kwa hivyo tutuleta tuna shetani. Kwa hivyo umekuwa shetani all the time. Sasa ndio tumeanza kujua ni shetani. Hapana, ulikuwa ukipaka na ulipaka na akili yako. God is invited. So the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Did you get me? God is invited. So the what? Yes. Before you start involving the devil, you invited him into your mind. Before becoming a gay, you invited the gayism in you. Before becoming a lesbian, you were invited. Before you become a liar, you invited. So I will deal with that which invited first. Alafu demon tutatoa baadaye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama anacheka kibodo hiki kwa kitu kiao noka. Ndio kahonoka. Ndiweka na ngoma huko. Watu na ujika hapa na watu wako na akili zimejaa kwa kichwa. Akili Mungu alikupatia for free. Alafu bado wewe unalia kumbe ni ujika tu. No, we have to change the way we are thinking. God is giving us just a simple instruction. Be faithful and be diligent. Follow me. Do what I'm telling you. All that. Hiyo tu ndio tunashindwa. Ni ati wewe. Hiyo tu ndio tunashindwa pastor. Akili anakwambia be diligent, be faithful. Hivyo tu, ogo tu. Na hakuna mzigo unaekelewa kwa mgongo, hakuna kitu unaambiwa beba, hakuna kalamu unaambiwa andika, hakuna mahali unaambiwa toka kwa hiyo kiti, unaambiwa be faithful to the word of God, the voice. Hivyo tu. Na ukuwe diligent. Na ufuate kwa ukamilifu. Na ukuwe mtu mzuri. Hivyo tu. That is a problem. Hiyo ndio problem. Kama hiyo ndio problem, siwacha nikunyorose ndio usikie. Kaundokani just simple. Na ukitoka hapa ukikataa kuwa faithful, unaenda unafanyishwa usherati, unalala huko nje na wanaume huko kwa wanaume 6. Na uliambiwa ukwe nini? Faithful. Na ukwe nini? Kuna mzigo ulibebeshwa. Na ukienda kwa shashani unafanyishwa kazi usiku mzima. Unakuja pastor, amenimaliza. Pastor, you see the stupidity that is in me. I was told just sit down. Jehoshaphat aliambiwa sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Only that. And he sat down. Akaambiwa tengeneza praise and worship, continue praising me. And the enemies were caused to fight where they were. They fought, wakauana mpaka wakamalizana. Jehoshaphat akaambiwa sasa amuka, go and correct. Enda ukaokote mali huko. That only. Hiyo tu tumeshindwa. Hiyo tu kitu kidogo tu okuamini, kukuwa faithful.
Hiyo tu ndio unashindwa kuacha kale kama mwanamke. Hiyo ndio umeshindwa kuacha hako kama mwanaume. Kwa hiyo ndio kuongea tu uongo ndio imekushinda. Si basi unahitaji kiboko. Angalia huyu mama. Huyu mama ana imagine hiyo mimi sitaweza kuacha. Sasa itabidi nichapwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore God will deal with you. If you don't act godly, God will act to you. And he will make you kneel. And you rather, afadhali upigwe na shetani. Wacheni niwaambie badugu. Afadhali ungepigwa na shetani kuliko kupigwa na Mungu. Kwa sababu ukipigwa na shetani kuna kwa kutorokea. Sasa imagine Mungu amemkamata na kunyorosa mami. Ogiolerako utaenda wapi? Sasa unalala unakuja maombi. Unaomba mwaka mzima, nothing is happening. Unaomba, unatoa masacrifice. Ni madu teta magogona. Gotire bia takati kwa ngani amkeigwa muhujio ke YouTube uketoma magogona. Kibaka ukegwa kwa YouTube uketoma magogona. Kiona ke aleni wa YouTube ke uta magogona. Unasikia magogona ametoa magogona 100 kwa YouTube, kwa YouTube, kwa YouTube, kwa XTube zote ametoa. And nothing is happening. Ukimfuatilia vizuri wamekosana na Mungu. Sasa huyo nitakuombea aje? Wewe umekosana na Mungu. Nitakuombea. Mimi naombeaga watu wale wamekosana, wale wako kwa shetani ni watoe. Sasa wewe uko kwa Mungu lakini umekosana na nani? Gweraga yatea. Ndio nataka nakwambia Mungu tu atakuhurumia. Ukisikia nimekwambia Mungu atakuhurumia, wewe ndio ukijua mmekosana na Mungu. Hata usirudi kwangu tena, enda kabisa. Kwa sababu sitakusaidia. Mungu ameniambia wachana na huyo. Tutamshughulikia. Sasa unatoka hapo unakimbia kwa nganga. Naye nganga anaambia huyo ni mtu nashughulikia. Nganga anakuambia utabarikiwa. Anakupita. Unaenda kwa James Maina nganga, hata pepo utoki. Anakuangalia unakaa tu umekauka. Unakaa kwa sababu hauna pepo ni kushughulikiwa na shughulikiwa. Unatoka hapo unaenda wapi? Kwingine. Kwa sababu ya kuwa ni Mungu anakushughulikia. Hakuna muhubiri hata mmoja atafaulu kwako. Until ujue mlikosania na Mungu wapi. Wakati utajua mlikosania na Mungu wapi, na itakuwa just one word or repentance. Only that. Just repent. Hallelujah. The power of confession. Just confess. The other day I was speaking on YouTube about wale watu wametoa mimba. Wengi uzuri aki wamepiga masimu watu wamepiga. Uzuri sasa najua ni simuoni anioni. Kwa hivyo ananitolea stories zote. Na hiyo ndio Mungu alikuwa anataka. Haki wamebadilika. Wamebadilishiwa maisha. Wamekusikia vizuri. Alafu wametoa, kuna mmoja alitoa 300,000. Kuna mwingine alitoa 1 million. Kuna mwingine aliitishwa. Sasa wakati ameconfess, hata wao ndio wanatuma Christmas wananiambia sio kule tukasikuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haulipishwi. When God is dealing with you, haulipishwi. And can I tell you when to know how God is dealing with you? For you to know that God is dealing with me, you are always in the grace. Haukosangi chakula. Inafikaga saa 12 hakuna chakula. Lakini wakati unaenda kulala jao unaona chakula imekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafikaga kanyumba kanafugwa. Wakati landlord anaenda kuweka kuvuli, unasikia pesa kang tandang, pesa inaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaenda kufukuzwa unaambiwa na landlord toka sasa. The day you are to move out, unasikia kuna kitu imetokea mahali, imekusave. You are with God. Kuna mana, there is mana. But when it is dry, naona kafuka nyumba kamewekwa kuvuli, huyo ni shetani. Ukiona vitu zimerushwa nje kabisa, there is no grace, you are out. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to know ni nini inakushughulikia. Unagojeka, unapelekwa mpaka hospitalini, unalala mpaka kwa kitanda miezi 5 na watu wanakurite off, wanaacha kama umekufa. Hata wanaenda kuanza kutengeneza mtu wa saduku anaambiwa nego kagokuwa na rocho todo wameacha kama unakufa. Hata mtu wa mochari kwa sababu hawana pesa mingi anapigwa mbona kemani ole yako ndio twaranirwa tena nego gosaria kwa sababu unamprepare kuna mtu kuna kitu tunaleta kwako. Waliwacha kama umeisha, waliwacha kama umekuwa mwisho. The following day wanakuja wanakuta bado una breathe.
Kwanza umeongezeka nguvu. Hata wanaenda kayosho manoka, osho wananoka. Jeri itoma adio huo. Jeri wanyu unakuta wewe ambao si jeri, wewe ndio tunasidikisa. Jeri bado na survive. Jeri ako na Mungu. Na ni Mungu anamshughulikia. How many of you have ever found themselves in that situation? An ending, then a life-threatening situation, but you are not dying. Imekushikilia tu, you are dealing with God. Sawa cha kusubua pastor. Edo jichuguse, ni wapi mmekosana na yeye. Kwa sababu hata ukikuja kwangu, nione huko na pesa, lazima unataka kunipetea pesa, nitachukua tu. Lakini nitakwambia Mungu atakubariki. Watu wa kushughulikiwa na Mungu hawasaidiwagwi. Ukienda ati useme uchukue msugo yake kumlipia nyumba, kwako kutafugwa. Kwa sababu Mungu anakuulisaka. Huko wewe na kioko kega. Huyu ni mimi ndio nashughulikia. Sasa wewe unajifanya unamwayo ni mjuaji. Nyumba yako itafugwa with no reason. Unasikia landlord anakuambia atukutaki. Kwa hiyo ni plot atukutaki. Na umelipa uko mpaka na rent extra. Lakini unaambiwa utakikani huko. Kwa nini? Kwa sababu ulienda kufanya kazi ya wenyewe. Kuna kazi siwezi fanya, hata ukikuja unipatie story ndio natakaka kukusikiliza. Na kusikiliza. Nakwambia utabarikiwa. Ukisikia utabarikiwa. Koja bolina roa. Mwana ni wito na Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, blessed shall you be in the city. Lazima utabarikiwa kwenye mji. Hutakaa mudhurua. Hii ni mudhurua, hii ndio mudhurua. Sasa kuna mtu anaishiki hapa kama huyu mzee, huyu. Anaishi hapa Mudhurwa. Haka kanyumba hakatoshiagi kitanda ya 3x6. Na anatoka kitanda ije ndio apike. Na akienda kwao utaitani, anaenda kusema ati anaishi Nairobi. Hili Nairobi. This is a mockery of Nairobi. You cannot live such a thing. Useme utanaishi. Wewe useme hata hauishi, unasema siishi. Because there is nothing here. Afadhali ungeishi keshaki huko hata kakiupu kako kale ulikuwa umeweka makaratasi ya magazeti ya nini na makato ni umezitengeneza kakiupu kako, alafu umetengeneza zile makaratasi tulikuwa tunatengeneza zimeshikana hivi, tunatengeneza maua hivi. Afadhali ukikaa huko kuliko kuja kukaa hapa Mudhurwa. Hapana, this is not God. This is not God. Uende Kibera huko chini ukuta nyumba za matope, na Mluya anatoka hapa anaenda kwa Uluya, ama Mkikuyu anatoka hapa anaenda Murang'a kusema naishi Nairobi na nyumba ya matope, na kwao nyumbani ni nyumba ya mbao. Hapana. That's you are operating under a curse. You are operating under a curse. How? Umetoka kwenu, unaliga, unavaaga tu jacket tuzuri kwa sababu tumepigwa pasi na nitwa Motuba. Unaenda nyumbani kuligia wanaume nyumbani wanakaa nyumba mzuri kukuliko, na unasema unakaaga Nairobi. Hapana. Hapana, hiyo nimekataa. Hiyo hakuna. You must be an example. You must showcase your God. Your life itself must explain the kind of a God you are worshiping. Sio lazima uvae nguo expensive for you to be with God. But what you are wearing can be seen an example. Watu wakikuona wanaona utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima ukuwe na nyumba kubwa. Na unaweza kuwa na kanyumba lakini watu wakikuja kwa hiyo kanyumba wanasema this is God. Sasa nikikuja kwako brother unaishi hapa. Kwanza uniambie nishikie kitanda tutoe ndio tupate mahali ya kukaa. Sure huyo ni Mungu. Mami, atodora kiwetu tikoenya hunyole huyo ni Mungu. Hakuna Mungu hapo. Hakuna. And ask yourself, ilifikia wapi? Hii kitu ndio ilifike hapa. Where did it start from? Mimi nilikuwa naishi Mukuru kwa Ruben hapa. Na tulikuwa tunakunia kwa karatasi. Unaweka, unafuka, unarusha juu ya mabati. Halafu unaenda nyumbani umevaa trouser ya jean na savco na kiatu ya safari boot. Unaenda huko unaliga, ukikanyaga huko watu wanaona ni ati umetoka Nairobi na kabagi. Na wao wanaendaka ije, wanaendaka ya shimo na ni mzuri. Hawajai rusha juu ya mabati, lakini wewe unarushaga juu ya mabati. Halafu unaenda kuambia watu unakaa Nairobi. You are not blessed. Hiyo hakuna baraka huko nayo. Hiyo ni laana. Mimi niliwahi. Na wakati niliwacha nilikuja kujua, wakati nilisoma hii vice nikajua mimi nilikuwa natumikia shetani, sikuwa natumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi hapa wamewahi kutumia karatasi wakati zilikuwa sikifanya kazi sana?
Huyu mmoja hapa. Basi, umesikia? Lakini anasema yako wapi? Niko Nairobi. Na unatumia nini? Karatasi. Wengine wanakuja kwa nini? Kwa do. Kwa sababu wewe kwenda Kibera hapa, you cannot do it. Lazima mkunie kwa do, alafu mtoe usiku muende mumwage kwa mtaro. Alafu watu wanapanda mabasi inaitwa Malaika, Bukinya, watu wakienda kwa kijiji. Hawaachaji watu waongee. Wao ndio wanaongea. Na nyumba yake ni sewage. Iko ndani ya nyumba. Anakaa ndani ya sewage. You shall be blessed in the city and be blessed in the village. Bwana Yesu asifiwe sana. If you diligently obey. Ukiona umefuatwa na laana hiyo ya kukudia kwa nyumba, hata kwenu kuna laana ndiyo imekufuata. Because they say, wherever you go, utabarikiwa. You'll be high above any nation. Utakuwa juu yao. You'll be kanyagaring them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You'll be blessed. Mwambie mwenzako, I'm going to be blessed. Mwambie mwenzako, kutoka leo nimejua kumbe kukunia kwa karatasi ni laana. Mwambie mwenzako, mwambie. Hallelujah. Blessed shall be the fruit of your body. What is the fruit of your body? Your children. Hawatakuwa mage, hawatakuwa malesbian, hawatakunywa pombe, hawatavuta bangi, hawatafanya mambo blessed shall be your fruit. Kama mtoto yako ni mvutaji wa bangi, your fruit is not blessed. Kama mtoto yako ni gay, kama mtoto yako ni mambo anafanya huko mnamsuspect, your fruit, wewe ndio shida, wacha na mtoto. Address the shida that is in you. Because the Bible says, blessed shall be the fruits of your body. If watoto wako ni wakora, ni waizi, ni wafanyi nini, ni wakokododo, bas address yourself. Live, wacha na watoto. Ukiona wacha kusubua pastor, ate hoera asiana, mie mwana wako ni amemeta. Ndiraba kile muno koigwa mwana wako ni gay. Ndiraba kile koigwa mwana wako matete maka pastor, ndirete mwana joka mwana miga shukuru yego ole wemba gaideke. Imagine nitamutumia mwana wako ni kaigwa aiwa gate. Wacha kusubuana na mtoto. Wachana na mtoto. Address yourself. Wewe ndio shida. Because mtoto wako anafaa kubarikiwa. Kwa sababu umebeba baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wacha kusubua pastor. Tijiombea mtu siwezi. Ukinipatia pesa naweka hapa. Naambia mtu naita huyu mzee. Kuja tukakule kanyama na hapa juu. Kuna mjiga ameniletea pesa. Siwezi. Madike kohoela. Mwana. Mimi. Uniambia mtoto wako ni gay ni muombe. We address you are the gay. When ndio ulikuwa gay? Gimayuma kake. Yes. Kama uga inatoka kwa mtu, kwa mtu. Kama uga inatoka kwa uga, meaning ya kwamba wewe ka spirit yako kalikuwa na wewe. Sasa kama ni manifest kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not operating under a blessing. You are not operating under an open door. You are operating under a curse. That is why the fruit of your womb is not blessed. You are the cause of the failures. Wow. The produce of your ground and the increase of your herds and the increase of your cattle and the offspring of your flocks will be blessed. Ng'ombe zako, makuku zako, kila kitu zitabarikiwa. The ground hii unaona itabariki, itakupatia chakula. Kama hauna pesa, ujue the ground has refused you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unasema umetafuta kazi Nairobi haupati. Kama unasema umefanya hili halipatikani. Umeenda wapi? Unatafutaka pesa, unatafuta but you cannot. Mwaka mzima nimefanya kazi lakini I have nothing to show. The ground has refused you. Imekukataa. Pesa imetoka kwa ground. Ama inatoka wapi? Wale wamesoma. Inatoka kwa bank. Ishima kafegi. Ziniza banki.
You don't have pasta. Hauna chakula. Unalala njaa, the ground has refused with the food. Imekataa. Kama hauna kakuo mzuri, the ground have said no. Kama hauna kashamba, the ground have said no. Bwana Yesu asifiwe sana. So address the issue of the ground by addressing you, because you are the one carrying. God said, I'm going to bless you and the blessing shall overtake you. Meaning the ground must accept, must say. And when God created man, wakasema tumutengeneze mtu aliye kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumutengeneze mtu aliye kama sisi. Na wakatengeneza mume na mke anayemfanana na Mungu. Kisha akamwambia, nimekupatia dunia, nimekupatia uwe na dominion. Take dominion and subdue the earth. So the earth must be under your knees, under your foot. Unaikanyaga, unakula matunda, inatokana na dunia. Kwa sababu umebarikiwa, kwa sababu uko na mamlaka ya dunia. Genesis 1:26, 27 na 28 inasema wakatengeneza mtu kama Mungu. Kwa hivyo wewe na mimi tunafanana na Mungu, na Mungu ndio mwenye dunia, kumaanisha mimi pia ndio mwenye dunia. Hallelujah. So kuja kuniambia kuna umasikini kwako, hiyo ni ujinga, na kwambia niondolee ujinga. Na akamwambia, have dominion. Have the dominion over the earth. Dominate it. Kula samaki, akamwambia samaki za baharini ni zako, ndege za wangani ni zako, wanyama wa ardhi ni wako, miti aina yoyote ni yako. Sasa ni hamu yake heta nili na hizo hizo. Na hizo vitu zote ziliambiwa ni zako. Na unalia njaa, mlikosania na wapi na hapa. Kwa sababu lazima zirudi kwa Mwenyezi. Akaniambia, ule mtu ulinipatia na misbehave. Na hao wakaambia msimpatie, kwa sababu acha niangalie, I'm going to address that. Ama niaje? Umepatiwa na ukaambiwa subdue the earth. What is subdue? Uikanyage ikue chini yako. Uicommand, uiambie, na kesho nataka kula chapati, na chapati inakuja. Kesho nataka kuendesha gari, na gari inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't need prayers. Kupata gari, you don't need prayers. To be rich, you don't need prayers. To become a big man, you don't need prayers. You only need to know the principle of the kingdom of heaven. Ya kwamba you are given the earth. And the condition ulipatiwa, ukaambiwa dunia ni yako. Ndege wa angani ni wako. Samaki wa baharini ni wako. Wanyama wa kule ground ni wako. Miti kila aina ya mche hapa ni zako. So dominate and subdue. Meaning when he told you dominate and subdue, alijua zinaweza kuwa na umang'aa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alijua zinaweza kukwambia hakuna chakula leo, na ni final. Kwa sababu yeye alijitengeneza na kaenda biguni, akawaacha na hizo vitu, akaenda biguni. Na na Mungu anakuwa busy. Akagiaido kama wewe, ako busy. Sasa hizi vitu ukikataa, venye nazo ziliambiwa huyu mtu akikutii, huyu mtu akikaa hivi, huyu mtu akikaa hivi, unampatia. Sasa na wewe ulikataa kufanya nini? Nazo zikarudisha ripoti, mtu yako ni mang'aa, hatumupatii. So kama kuna umaskini ndani yako, kama kuna roho unasema ati hakuna roho ya umaskini, umaskini ni wewe. Because you have failed to diligently and faithfully do what? Obey the voice of God. Because the trees were spoken to, the animals were spoken to, you were spoken to. It is all about the voice. Ukiwaambia I subdue you, zinakuwa subdued because there is a voice from heaven. I dominate you, inakuwa dominated because there is a voice from heaven. And you have been given the power over them. Hallelujah. So kama unalia jani wewe. Eda kwa Mungu muulizane, ni nini baba? Unamuita baba ni nini? Niki. Kama kanyumba kamefungwa, wacha kelele mingi ukibia kwa pastor. Una shida hapa, ukipaga laini ati nikulipia rent, sitakulipia. Mimi nisaidie Mungu kazi. Najua mlikosania wapi na yeye. Nakuja kuniletea mambo yako ati nikupatie. Nikuja tusaidiane, kuja na akili yako na mimi nikuja na akili yangu. Uniambie I can be able to do ABCD. Na mimi nikwambia niko na pesa. Can we invest? Yes, let's trade.
kuniambia nyumba imefugwa. Nisiwahi kuona mtu anyenyenyenya. Usijete. Najua unasinyika sana. Endelea kusinyika kabisa. Ukumagoko usinyikete ukasinyokorio. Bwana Yesu asifiwe sana. That is it. Because you got the power. The only day you understand the power, and the power is only on your obedience and diligence in obeying the voice of God. Only that. Only that. Kwa sababu Muhindi ametajirika na si Mkristo kama wewe. Mchaina hako na kila kitu ndio kujengea barabara na si Mkristo. Wazungu wao naona Waingereza wengine ni watu jui hata Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't know. But because they understand the principle of the kingdom of heaven, they do it and they have succeeded. Kwa Mkristo haukuambiwa ukuwe mjinga, ulipatiwa Ukristo ikuwe super above them. That is now you are obeying the voice of your God. Being a Christian is obeying the voice of your God and becoming closer to that voice and walking according to that voice and doing according to the voice. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me deal a bit. If you disobey, what will happen to you? But it shall come to pass if you do not obey the voice of God. That's verse 15. The Lord your God to observe carefully all his commandments and his statutes, which I command you today, that these curses will come upon you and overtake you. It is the curses that will come to you, and even the curses will overtake you. Bwana Yesu asifiwe sana. And these are the curses. I'm going to read 2 or 3 because I want to finish now. Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. You come to the city refuses you. You go to the village refuses you. You go to America refuses you. You go to Canada refuses you. Anywhere you go unakuta nothing is working. Hakuna. Unaajiriwa State House, lakini unakuta unafukuzwa kazi. Na unafukuzwa ulikutwa na kalamu, uliiba kalamu. Na ni venye tu mtu achukua kalamu, unaandika, unasahau, unaweka hapa. Hiyo kalamu peke yake inakufukuza State House. Because you are operating under a curse for failure to listen to the word of God. Number 2, curse shall be your basket and your kneading bowls. Mifuko yenu haitakuwa na mahali pa kuweka pesa. Utaweka pesa kwenye mfuko, lakini by the time ukienda kwa supermarket utakuta hiyo pesa ilimwagika na hujui iliangukia wapi. You work but there's nothing you can show. There is nothing. Unapatiwa mshahara 100,000 but within 3 days there is no money na madeni inaongezeka. Because your kneading bowl is cast. Your basket is cast. Unafanya kila juhudi za kila aina but nothing is coming forward. Then if you know mshahara yako haijai kukusaidia, pesa yako haijai kukusaidia, you are operating under a curse of failing to diligently, carefully listening to the voice of God. Any challenge or financial problem you have about your money and your whatever, your pay slip, it is not mambo na shetani. It is mambo wewe na Mungu. Because in the first place ni Mungu alikupatia hiyo kazi. Kwa hivyo anything that has been given to you by God, it must be followed by a blessing. If what God gave you does not have a blessing, kuna mahali uli misbehave. Hallelujah. Are we together? Are you understanding me? Wangapi wamekasirishwa na mimi? Niwe. Utanikasirisha. Mimi sitakubembeleza. Mimi nitakuambia ukweli na I have to speak the truth. That is why God preserved me. Mimi kwa hii mwili nimepigwa risasi 12. Kwa hii mwili mimi nimenyongwa mara 2, mashini imekataa kunikata. Nimewekewa sumu mara 9 na President Moi. Nimepelekwa Nyati House kule kunapeleka kwa wanaume kufinywa. But I survived all those. And I asked God, why did you preserve me? Risasi kupita kwa mwili yako 12 na nikamoja tu kanahitajikanga kakumaliza. Only one bullet is enough.
But they tried everything they would do. I've been to prison 52 times. Hakuna prison Kenya sijafungiwa. Sasa unataka nikuja tushirikiane na wewe Jenny, tuaje weka mwarani. Tuaje kwa heniado. Di kuria kai adu tetajiterereve ni ndo waku. Ai, takuchapa kofi na hakuna mahali utanipeleka. Shwari, mzee. Kama mtu kana guzako tu na karisasi kamoja hapo unaona kamepasuka, kameenda. Mimi ni 12 na si mara moja. Umewekewa sumu mara 9, una survive. Unaenda jela, si wewe ndio ulikuwa unakuja kuniona jela? Unapelekwa na chopa huko, unapelekwa na magari kama 300 kama ni kitu kibaya. Hivi mabuduki zote zimewekwa nje hivi na machopa mbili papa kamiti. Alafu na Yesu askari wa prison wakanatolewa. Kuna letwa nini? Reke squad inakuwa prisoner ya maskari wa prison kwa sababu yako. Alafu utoke huko ukuje ucheze na huyo Mungu amekutoa huko. Maheni manyu nilicheka nyumba, wacha niwaambie. Nilicheka nyumba yangu nikiwa jela. Unajua huyu Mungu ni Mungu wa ajabu. Nilicheka nyumba yangu ya bedroom 7 nikiwa jela. Najua nani ashai kutumiwa ka message umeongea mambo baya ya Mogeke. Inua mkono juu. Ushaitumiwa ka message ka kuna mzigo imefika Mombasa, imefika mahali. Inua mkono juu. Mulituma pesa? Nani alituma pesa? Usinitishe. I am the inventor of those messages nikiwa kamiti. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm the inventor, mimi ndio nilianzisha hiyo message. Na nilitengeneza ile pesa, nimejenga nyumba yangu na ile shamba nimejenga, nilitoa pesa huko kamiti. Alafu ucheze na huyo Mungu amenipatia favor kama hiyo. Siwezi kubali tucheze na huyo Mungu. Na wewe huko nje unakaukiwa. That's a God that napiga kama magoti yangu chini. Kama sasa nikimaliza tukimaliza Christmas naenda kwa mlima 21 days without food 21 days. Tuambia Mungu asante. Sema amen. That is why unaonanga siogiagi nikiwa na bahatisha. Siogiagi nikiwa ati nakubebeleza unipende, hapana. Naogiaga ile Mungu ameniambia because I know where he has brought me from. Kuna siku ulikuwa naomba maombi nikufe. Si ndio? Huyu aliniombea nikufe. Kuna pastor anakuaga bishop anakuaga Thika. Wale wametoka Thika. Bishop hapo town, hata hana nyumba yake, hajaijenga hata nyumba, na kaka kanyumba kakukoboa. Hajaijenga hata kanisa, na kaka kwa classroom. Sasa huyo alienda akatengeneza jeneza. Sema jeneza. Wakatengeneza jeneza, wakapeka picha yangu kwa hiyo jeneza. Wakaenda wakanizika. Wakafanya mazishi officially, wakanizika nikufe. Tunakutana naye kwa hata hiyo siku waliniweka kwa jeneza, tulikutana naye town. Huyo pastor hata alikuja mpaka kwangu. Mimi nilienda nilifikasikia hiyo story, nilienda mpaka kwake. Na nikamchukua nikampeleka mpaka kwangu. Aende aone. Siku hiyo alikuwa ananiweka kwa jeneza, ndio nilikuwa najenga nyumba mzuri. Thakame ya bewe ya gaide kagate. Onogekate. Hawezi. You cannot. Mpaka wakati wangu utafika. Siku hilo utafika. Na itafika nikiwa na 200 years. Kwa hivyo kama uliniweka kwa saduku, utakufa. Nitakukuta huko, nikuulizage. Kama kile gukuli, na nilikuja miaka 300. Oh my goodness. Cursed shall be the fruit of your body and the produce of your land. Number 19. Cursed shall you be when you come in, and the cursed shall you be when you go out. Ushaiona mtu akiingia hapa laana zinamfuata. Akienda pale unasikia kitu imetokea. Na ukichunguza inakuta imeshikanishwa na yeye. Anatoka hapa anaenda Mombasa, unasikia bado. Yani alipofika tu hivi kulifanyika wizi na alikuwa katikati ya hiyo wizi. Huyo ni mtu. Cursed shall you be coming when you're coming in,
na wakati unatoka bado hiyo kirumi bado inakufuata. Why? Because of failure to diligently obey the voice of God. Hallelujah. I'll be teaching that over time, because we must repent. Hii hakuna ya kuongelelea. Kama ulitoa mimba lazima urepent. Kama uliiba kamseka wenyewe lazima urepent. Kama ulifanya nini lazima urepent. Kama ulipaka mtu ukienda kwa modomogo, na sisemi wewe mami, nasema tuacha nitumie kwa sababu ni mamangu, si ndio? Mama yetu hawa ni mzee na miaka gani? 54, yeah? 84 ule ni wa 90 something. Mami ugira 95 85. Sasa hawa mama hawa wakati ule makanisa haikuwa strong. Walikuwa naenda wapi kutafuta usaidizi? Walikuwa naenda kwa waganga. Hawa hata mama yangu mwenye kuniza walikuwa naenda kwa waganga. Can we blame them? No. But tuwabembeleze, watuambie walifanya nini ndio tu unlock maisha yetu. Because whatever they did is an altar operating in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alienda akapatiwa githito akazika kwa shamba, that's an altar. Na ina affect marriage, ina affect any success in your life is associated na hiyo kitu. Kwa sababu the altar ndio inakupatianga. Madhabahu ndio inafanya mkue tajiri ama mkue maskini. Madhabahu ndio inafanya ndoa isimame ama ianguke. Madhabahu ndio inafanya uinuke ama ukose kuinuka. Madhabahu. It is all about the altar. Kama kwenu kuna hiyo altar, mama yako alienda, of course hawa wamama hawa wote ni kuokoka, waliokoka wakaingia FVA na Anglican, wengine ni wa FVA, wengine ni wa Anglican na wengine ni wa independent. Hawa mama wengi ni FVA, Anglican, independent. Niye maundu macio mako manenda atiganie na mona akihonoka mwaka wa 77 niguo ndahonokire na Yesu Mwathani ni wamuhonokia wa ngoro yakwa. Lakini akwabi agutoa githito bado iko kwa shamba, it is still rolling and moving. Inafanya kazi. Ile sadaka anatoa huko kanisani ina service githito. Hai service kwa Mungu. Because the altar that speaks ni ile iko kwa ground. You get me? The altar that speaks ni ile iko kwa ground. And there is power in confession. Until you confess it, it will still be ruling over you. Tusimame kwa miguu yetu. Bethel Clouds